mada iliyoko mezani ni sababu 3 kuu muhimu na za msingi kwa nini huwa hutakiwi kuwa na makosa mengi katika nyakati za utafutaji. Yaani ni kwa nini hutakiwi kufanya makosa mengi hasa nyakati unajitafuta wewe kama kijana. Sasa zifuatazo ni sababu hizo muhimu. Makosa ni jambo la kawaida. Makosa ni hali ya kawaida, kila mwanadamu ameumbiwa kukosea. Ila kuna kiwango fulani cha makosa hutakiwi kuexceed. Kuna kiwango cha makosa hutakiwi kuzidi hapo. Kwa sababu endapo ukizidi na kuwa na makosa mengi, kuna athari fulani katika jamii zinaweza kutokea na zikaharibu kabisa mfumo mzima wa maisha yako. Moja ya sababu hizo ni kwamba itapunguza sana umahiri na ufanisi wako katika utendaji. Makosa yana tabia ya kuweka hofu ndani ya mtu na kuondoa ujasiri. Sasa pale tu ujasiri wako utakapoondoka katika kulifanya jambo lolote, ndivyo jinsi anguko lako litakapotokea, kwa sababu utakuwa unapata nafasi kujiuliza maswali mengi kuliko utendaji, kwamba nikifanya hili ni sawa, nikitenda hili nitapatia, kuliko kupata nafasi ya kulifanya jambo hilo na kujua, je, kweli nitapatia au nitakosea. Nadhani nimeeleweka katika pointi hiyo. Lakini katika pointi nyingine ni kwa nini hutakiwi kufanya makosa mengi sana nyakati za utafutaji, ni kwamba unawavunja moyo na kuwakatisha tamaa kabisa watu waliopo nyuma yako. Ni ukweli usiofichika kwamba kila binadamu au kila mtu, licha ya jinsi anaishi, licha ya jinsi ambavyo yupo katika jamii, lakini kuna mtu nyuma yake ambaye anamwangalia kama kioo. Kuna mtu nyuma yake ambaye anatamani siku moja kuja kufika level zake. Sasa hii inatokea kwa ambao wale wanakuangalia sasa nyuma yako, endapo wakiona makosa mengi sana, wakapata nafasi ya kushuhudia vitu vingi sana ambavyo unafanya kimakosa katika maisha yako, wao pia hukata tamaa. Sasa hii inakuwa ni moja kwa moja umepelekea anguko la mtu wa nyuma yako usiyemjua. Kwa bahati mbaya sana watu hao kujulikana ni vigumu sana sana sana. Lakini pia sababu ya mwisho na ya msingi kwa nini unatakiwa kuwa na makosa kabisa, utaondoa uaminifu. Jambo la msingi sana ambalo linawapa watu nafasi na kibali mbele ya maisha ya watu wengine ni uaminifu walionao. Ni ile nafasi ambayo inampa mtu kuweza kukupa maisha yake yote na imani yake yote juu yako, maybe kazi fulani, maybe connection fulani. Sasa pale tu ambapo watu au waajiri watapata nafasi ya kuona makosa yako mengi katika maisha, hivyo jinsi ambavyo watakosa uaminifu ndani yako, na pale watakapokosa uaminifu, ndio moja kwa moja watakosa hata nafasi ya kukupa connection za ajira, connection za kazi ambazo zinaweza kukutoa na kufanikisha katika maisha yako, ukabadilisha katika mfumo mzima wa maisha yako, kukaelekea utajiri na kuondokana na umaskini. Sasa hizi ni sababu tu ambazo ni 3 kama mtoto wa mwalimu ndio nilikuwa nimekuandalia. Ningependa katika comment section hapo uweze kuniandikia za kwako nyingine ambazo unaona kabisa hizi zinaweza tukamshauri kijana wa Kitanzania kuepuka kufanya makosa, kwamba akiyafanya inaweza akampa athari fulani na ikamtoa katika mfumo wa ujana, mfumo wa utafutaji. Sasa usisahau kusubscribe, kulike na ucomment pia kwa chochote tuzidi